Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu. Ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu badilike. Ananipenda leo kuliko jana. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. Uko hapa, umetuzingira. Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uwezo wa kifalme utakuwa mabegani. Nielewe mtumishi wa Mungu, kwa ajili yetu Yesu amezaliwa, na huyo Yesu ni mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Huwezi kunielewa ninapozungumzia uweza wa kifalme. Narudia tena, sema uweza wa kifalme. Uweza wa kifalme. Hiki katika ulimwengu wa roho ni kitu. Sijui kama mnanielewa. Yaani unachukulia neno rahisi. Uweza wa kifalme katika ulimwengu wa roho ni kitu. Sikiliza, anaweza akawa ni kijana mdogo mwenye miaka 12, lakini ndani yake kama ana uweza wa kifalme, kama ndani yake anao uweza wa kifalme, atakapoingia wakuu na wenye uweza watakusanyika kwake wamsikilize, kwa sababu ndani yake haiko kawaida. Mwili ni mdogo, lakini ndani anao uweza wa kifalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu sema uweza wa kifalme. Utatoka ukiwa na mtaji mdogo, lakini utasindikizwa na uweza wa kifalme. Utatoka ukiwa huna majibu huko uendako, lakini utakuwa umeenda na uweza wa kifalme. Mtoto mmoja mdogo katika watoto wa Yakobo aliuzwa utumwani, alienda Misri kama mtumwa, lakini akaingia kwenye nyumba ya Potifa pamoja na uweza wa kifalme. Hebu fikiria, Potifa alikuwa na watu wengi, watu wa kule Misri, wajakazi wake waliofanya naye kazi kwa muda mrefu, lakini alipoingia kijana Yusufu akasema, vitu vyote nitaviweka chini yako, kwa sababu nimeuona uweza wa kifalme ndani yako. Anasema alimwachia vitu vyote. Manake alipoingia kwenye nyumba ya Potifa, yeye akawa ndio CEO au meneja wa Potifa. Hebu fikiria, miaka kabla ya uhuru nchi yetu pia ilikuwa na biashara ya utumwa, si ndio? Fikiria, babu zetu wale waliokuwa wanaenda kuuzwa Ulaya, amechukuliwa kama mtumwa. Anaweza akapelekwa Ulaya mtumwa, anapelekwa Ulaya, kule Ulaya apewe umeneja. Mtumwa anapewa umeneja. Mtumwa anaenda kulima, mtumwa anaenda anatumwa, anaambiwa fanya hiki, fanya. Yesu asifiwe sana. Yeye alinunuliwa kama mtumwa, lakini utumwa ukawa unamkataa. Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikawa kwako hivyo, hata kama utakapopitia mazingira ya utumwa, utumwa ukakukatae. Unapopitia mazingira ya madeni yakaanze kukukataa. Unapopitia aibu yenyewe ikakukatae. Unapopitia mateso yakaanze kukukataa, kwamba kweli wewe ni mtumwa, lakini utumwa hatuwezi kukaa na wewe. Kweli ni wewe unadaiwa, lakini madeni hatuwezi kukaa na wewe. Kweli wewe ni masikini, lakini umasikini hauwezi kukaa na wewe, kwa sababu ndani yako uko uweza wa kifalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Haina maana mtu akipitia mambo mabaya, haina maana kwamba ukiwa na uwezo wa kifalme hautapitia mambo, lakini mabaya hayawezi kudumu. Wakina Yusufu hawadumu na utumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata dhambi itawakataa, hata utumwa utawakataa, magonjwa yatawakataa. Ni kweli utaumwa, lakini ugonjwa utaukataa, kwamba wewe sio mgonjwa, wewe ni una uwezo wa kifalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwezo wa kifalme katika ulimwengu wa roho. Uwezo wa kifalme ni kitu, lakini uwezo wa kifalme huna. Bwana Yesu asifiwe sana.
Yaani uwezo wa kifalme ni ishu nyingine. Ukuja kanisani na kupokea uwezo wa kifalme ni kitu kingine. Aliyekuwa anazungumziwa hapa kwamba uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake ni Bwana Yesu. Katika kitabu cha Yohana, Yesu anapojiandaa kurudi mbinguni, Yohana 17, akawa anaomba maombi fulani pale. Anasema, Baba, ule utukufu ulionipa ninawapa hawa. Unanielewa? Ule uwezo wa kifalme ulionipa ninawapa hawa, na sio hawa tu, hata wale watakaoliamini jina lako baadaye, hata wale watakaoniamini baadaye, nao nitawapa uweza wa kifalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Yesu alikuwa anafanya kitu kimoja. Alikuwa anawaambia wanafunzi wake kabla hajaenda mahali, anatuma promo. Ile tunaiita promo au promotion. Kuna watu wanatangulia kumzungumzia Yesu. Yaani fikiria, mimi hapa nataka nikahubiri injili Igundu na Godima na Chunya mjini. Natuma vijana wawili wapi? Godima, Igundu, wengine natuma Godima, wengine natuma Chunya mjini. Wakifika kule wanasema anayekuja nyuma yetu ni nani? Ni mkuu. Uwezo wa kifalme uko mabegani mwake. Walikuwa wanaenda wanasafisha njia. Alipokuwa na watuma, akawaambia kitu kimoja. Akasema, mkifika huko, toeni pepo, pozeni, takaseni mwenye ukoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Toeni pepo, pozeni wagonjwa, takaseni mwenye ukoma. Hebu sijui unaelewa hicho Kiswahili? Nakwambia toa pepo. Wewe bwana nenda katoe. Kuna aina tofauti watu. Sasa wewe nakwambia toa pepo, unaenda kwa nasema, Baba Mungu, shukie huyu mtu ameteseka sana, mshukie, anasubiri uweza wako, anasubiri nguvu zako. Ndivyo wanapotoa pepo. Yesu asifiwe. Yaani hivi namaliza. Nataka nimalize, ninapotoka hapa uwe umenielewa na umeshachukua funguo yako kwenye ulimwengu wa roho ambayo itakusaidia kufungua kila eneo. Sijui unielewa. Ukishafika pale kwa nimesema toa pepo. Naanza, Baba ninakuomba. Naomba Baba mshukie mtoto wako. Ameteseka sana, amehangaika sana. Ndivyo wanapotoa pepo. Pepo hawatoi hivyo. Ukiambiwa toa pepo, manake umeshavishwa uweza tayari unao. Ukifika pale usemi nina Baba ninakuomba tena, unasema mimi hapa niliye mwana wa Mungu, niliyevishwa ule uweza wa kiungu, ninakuja hapa ninakuamuru wewe pepo mtoke mtu huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiki ndicho alichoambiwa Petro. Petro aliambiwa kitu kimoja. Alisema nimekupa funguo za mbinguni. Nimekupa Petro, nimekupa funguo za mbinguni. Lolote lile utakalolifunga duniani na mbinguni litafanyeje? Utakalolifungua duniani na mbinguni litafanyeje? Litafunguliwa. Hatumhitaji Bwana Yesu aje tena. Tunahitaji watu walio na funguo zao mkononi. Basi Bwana wananiibia hela hapa kibanani kwangu. Bwana shuka unipiganie. Bwana shuka unipiganie. Unao funguo. Kuna mambo ukiyafunga hapa mbinguni yamefungwa. Kuna mambo ukiyafungua hapa mbinguni yamefunguliwa. Ufunguo unao wewe mwenyewe. Mamlaka, uwezo wa kifalme ndio ufunguo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu malizia ule mstari unaofuata wapi? Haraka haraka tu. Huyo ni Yesu alikuwa anazungumzia. Mstari wa 7 yani. Soma mstari wa 7. Yes. Na? Malizia wa 6. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu. Sikiliza, Mungu mwenye nguvu. Sikiliza, Baba wa milele, Mfalme wa amani.
mshauri wa ajabu, manake hekima yake itakuwa kubwa. Ukipokea hiyo funguo ambao ni uwezo wa kifalme, hekima inafanyeje? Inakuwa. Nimesema unaweza ukawa na miaka 12 lakini ndani yako hekima hailingani na wewe na umri wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaamua mambo tofauti na umri wako. Unasema katika vijana wenye hekima, huyu kijana ana hekima. Katika wamama wenye hekima, huyu mama ana hekima. Akati wanawake wengine wanakuwa wambea, wewe unapovaa uwezo wa kifalme unajikuta automatically hekima ya kimungu inakukamata. Bwana Yesu asifiwe sana. Hekima ya kimungu inakushika. Anasema utakuwa mshauri wa ajabu. Huyo mtoto atakuwa mshauri. Kitu kingine Mungu mwenye nguvu. Sikiliza, mahali pengine Yesu anasema hamjasoma katika vitabu vyenu kwamba Mungu anasema hivi, wale waliolipokea neno lake aliwafanya kuwa miungu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui mnanielewa? Wale waliolishika neno aliwafanya kuwa miungu. Wale waliolishika neno ndio watakao pambana na mapepo yaliyomo sasa hivi duniani. Umenielewa? Wale waliolishika neno ndio watakaowafanya matasa wazae. Wale waliolishika neno ndio watakao vunja kazi za adui hapa duniani. Hatumhitaji Yesu ashuke. Yesu alishakuja akamaliza kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu kazi yake ni ile msalabani, akasema imekwisha. Iliyobaki ni ya kwetu, ni kudhihirisha ile imekwisha. Ile imekwisha ifanye iwe halisi. Unapokuja magumu, ile imekwisha iliyoitamka Yesu msalabani, uanze kudownload ile imekwisha, ilete hapa kwenye mazingira yetu hapa. Sema sasa twende mstari wa 7. Katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake. Na hata milele. Inatosha baba. Mtasoma nyumbani, lakini hakuna ambaye aelewa. Hivi naelewa kwamba Yesu mpaka anakuja duniani anaitwa kwa jina la Daudi, anatawala kwa jina. Sikiliza, Yesu mwenyewe anakuja anaambiwa uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Huu ufalme ni ule ufalme ambao alipewa Daudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ule ufalme wa Daudi atakuja kuuthibitisha na haki, atakuja kuutimizia haki kuanzia leo na hata milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anakuja ulimwenguni, katika ulimwengu wa roho anakikalia kiti cha Daudi. Sijui mnanielewa? Ule uwezo wa kifalme katika ulimwengu wa roho, Yesu anakuja anakikalia kiti cha Daudi. Daudi ndio aliyepewa uwezo wa kifalme, alimiminiwa mafuta ya kutawala, mafuta ya ufalme. Yale mafuta ya ufalme ni kwa yeye na kizazi chake. Hata Yesu alikuwa ni ukoo wa Daudi. Hebu umesoma ile Mathayo, kitabu cha ukoo wa Yesu mwana. Hebu Mathayo 1:1 inasema hiki ni kitabu cha ukoo wa Yesu mwana. Watumishi wa Bwana, mbona mnakuwa wazembe? Nataka mniitikiage kama mnajua. Hiki ni kitabu cha ukoo wa Yesu mwana. Umeipata? Hiki ni kitabu cha ukoo wa Yesu mwana. Kwa kumwamini Yesu sisi tumejiconnect, tumekuwa watoto wa nani? Ukoo wa Yesu ni wafalme siku zote. Ukoo wa Yesu siku zote ni watawala. Sisi nanielewa? Sisi Biblia inasema ile Yohana 1:12 inasema hivi, kwa maana wote waliompokea aliwapa. Wote waliompokea aliwapa. Nimesema uweza katika ulimwengu wa roho ni kitu. Manake kwa kumwamini Yesu, kwa kumpokea Yesu, tulipewa kitu fulani kinaitwa uweza.
Huu uweza unaweza kwenye biashara, huu uweza unaweza kwenye masomo, huu uweza unaweza kwenye maisha, huu uweza unaweza kila eneo. Ndio maana mimi nasema kanisa langu tusibaki kuwa sisi ni tumeokoka, ni walokole. Ulokole unakusaidia nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo Yesu uliyempokea anakusaidia nini? Wewe unaweza kuwaelezea watu kwamba mimi Bwana, katika mimi ni mtu wa tofauti na watu wengine. Alafu uweza unahitaji kusema mimi ni bora, mimi nipo hivi. Hapana, uweza unajidhihirisha automatically. Watu wakikuona wewe utakuwa ni kimbilio lao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Namaliza na ufunguo. Unaweza ukasoma Ufunuo 3:7 mstari wetu wa mwisho. Ufunuo 3:7. Najitahidi nikimbie nimalize chapchap. Kwa malaika Philadelphia, subiri baba, na kwa malaika lililoko na kwa malaika wa kanisa lililoko Beseli andika haya. Hapo toa Philadelphia, weka Betheli. Na kwa malaika wa kanisa, malaika wako hapa, malaika wa Bwana wako hapa. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Betheli andika haya, mwana wa Mungu, andika haya, mtumishi wa Mungu. Twende baba, yasome haya Bwana. Haya ndio aliye mtakatifu, aliye wa kweli, Bwana Yesu aliye na ufunguo, aliye na ufunguo. Baba yetu alianzaga kutawala, alipakwa mafuta ya utawala, akaja Bwana Yesu akakikalia kile kiti cha utawala. Hata sisi ambao tumejiconnect na Yesu, tulimpokea Yesu, tukapewa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Ule uwezo wa kutawala uko mabegani, uwezo wa kutawala uko mabegani mwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wewe ni mtu uliokoka, kwa jina la Yesu nenda katawale. Kwa jina la Yesu nenda katawale. Inawezekana babu zetu hawakutawala, inawezekana baba zetu hawakutawala kwa sababu hawakujiconnect na neema hii. Sisi ambao tumejiconnect na hii neema ya kutawala, neema ya Daudi, neema ya Bwana Yesu, sisi uweza wa kifalme uko mabegani mwetu. Ukienda kazini kwako katawale, ukienda kwenye biashara katawale, ukienda kwenye uchumi katawale, ukienda kwenye huduma katawale. Kokote unakokwenda watu wakakuone kama mtawala, wakasema huyu kijana ni kijana mdogo, lakini naiona hekima ya ajabu ndani yake. Ni mama wa kawaida, lakini nauona utukufu wa Mungu wa kitofauti ndani yake. Yeye aliye na ufunguo wa Daudi ni Yesu. Ukimpokea Yesu umeipokea funguo ya Daudi, funguo ya utawala, ili utawale hautawali ovyo ovyo. Ndio maana mtu akitaka tawale kwenye siasa, wengine wanaenda kwa waganga wa kienyeji, wakalishwe, wasiokalishwe, wakapikwe tayari kwa kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimpokea Yesu unapokea uweza, ule uweza ndio unaokupika uwe mtu tayari kwa kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kitu ambacho Yesu anakishinda. Hata kama unajiona huwezi kutawala fedha, mwambie Yesu nisaidie. Yeye ndo anafungua wa kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpe Yesu, mwambie Yesu nataka nitawale. Kweli automatically mimi jinsi nilivyo sijui kutawala. Nikipata 1,000 nachanganyikiwa, nikipata 50,000 nachanganyikiwa. Sasa ninakuomba Baba, nipe neema ya kutawala. Ipo neema kabisa ya kutawala. Wewe hujai kuona mtu amepata dhahabu, hela nyingi, unamwambia wewe usitumie kabisa hela, tangulia kwa mganga akakuweke, akupe uwezo wa kufanyaje? Nyie mnaelewa, watu wa Mungu mnaelewa? Duniani hapa hivi ni vitu ambavyo vinaishi. Mtu akipata dhahabu kubwa wanasema endelea kuzitumia hivyo hivyo.
akawekwe sawa, kichwa kisichanganyikiwe. Unadhani kawaida kutawala? Ili utawale lazima uwekwe sawa. Yesu ndo funguo ya Daudi. Huyu akikupatia funguo ya Daudi unakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Malizia huo mstari tu, tumeshamaliza. Yeye aliye na ufunguo wa Daudi. Yeye ambaye akifunga hapana, mstari wa 8 achana nao. Yeye ambaye akifunga hakuna afunguaye, yeye ambaye akifungua hapana afungaye. Neno limejieleza, nimemaliza. Niseme nini watumishi wa Bwana? 16:1 inasemaje? Yesu akamwambia, wewe ndio kwa mwili na damu, ndio yangu nami nakuambia wewe, ndio ndio haita ndio mbinguni mfunga. Amen. Neno la Mungu inahitaji tuendelee kulisema. Msitari umelishika, si Bwana ameshajielezea. Amekupa wewe funguo. Unaweza sifa sana. Hiyo funguo ambayo ukifunga hakuna afunguaye, ukifungua hakuna afungaye. Wewe ni mwamba. Bwana anakupa hela wewe ili milango ya umasikini isiweze kanisa. Sina nielewa? Amen. Bwana anakupa kipawa ili kanisa lipae. Amen. Shetani asiliweze kanisa. Lazima Mungu atupe watu wenye hela ili umasikini usiliweze kanisa. Umasikini ni roho kamili inayotoka kuzimu kabisa. Kabisa, ni roho itokayo